Ujumbe unasema Mungu ana makusudi na wewe. Nazungumzia kwa sababu gani Mungu ana makusudi na wewe? Amekutoa sehemu ulipo, sehemu ambayo ilikuwa haifai, sehemu ilikuwa ni chafu, amekuta mahali hapa, sehemu ya uzima. Nazungumzia kwa hiyo Mungu ana makusudi na wewe. Angekuwa hana makusudi na wewe, angekuacha kule walipo watu wengine wanapohangaika na mizigo ya dhambi. Ila amekutoa kabla hapa kwa makusudi na wewe. Makusudi yake ni nini? Umtumikie. Ndio maana kutoa kule kakuleta hapa, kakuokoa katika dhambi, kakuokoa katika majaribu ambayo ni mabaya, ambayo ni machafu. Ukisikiliza watu kila siku wanaona mtu anamwona mwenzake kwa shilingi 100, wewe unasema ile mbaya kwa shilingi 100, ila Mungu kutoa kule kuleta hapa. Makusudi ya Mungu kwa umtumikie na wewe mwenyewe ndani ya Mungu. Msifiwe. Haleluya. Mama tuseme kutoka sura ya 20 mstari wa kwanza na wa pili. Kutoka inasema katika nyumba ya utumwa kutoka katika nchi ya utumwa, katika nyumba ya utumwa. Msifiwe. Yeye ametoka katika nchi ya utumwa ambayo mtoto kutoka katika nyumba ya utumwa. Tulikuwa na pesa, tulikuwa na pesa na dhambi, tulikuwa na pesa na mambo yasiyofaa, ila kwa sababu yeye amekutoa kule kuleta hapa, anahitaji mtumikie. Ndio maana kutoa kule sehemu ya utumwa, kakutoa katika nyumba ya utumwa, kakuta mahali hapa mtumikie. Yeye anakupenda, ndio maana kuokoa kutoa dhambi. Msifiwe. Ni Bwana Mungu wako kukuokoa. Ana makusudi na wewe mtumikie. Ana makusudi na wewe. Haleluya. Ndio maana kutoa sehemu ya utumwa, kakuta mahali hapa, kakuokoa katika dhambi. Ni wangapi wajua kusema hapa? Ni wangapi wajokoka? Kwa nini wewe tu? Mtumikie sio. Ana makusudi na wewe mtumikie. Ndio maana kutoa sehemu ya utumwa, kakuta katika nyumba ya utumwa. Wote hapo naishi kwa pagani. Kila mtu anajua njia yake yuko naifanya. Ndio. Kila mtu anajua njia yake yuko naifanya. Baba anasema kwa kupiga karate. Unaona? Ila kumtoa kule ndio maana yuko hapa. Mpigie Yesu makofi. Leo tusingemuona kama Mungu asingemtoa kule sehemu ya utumwa, baba tusingemuona hapa. Haya tunayapata leo mafundisho tusijaona, tusingeyapata. Sasa tunasema utumwa. Ndio maana Mungu amtoa kule katika nyumba ya utumwa, sema utumwa kamata mahali hapa. Ndio maana leo tunaye hapa. Anatupa neno nzuri kutufundisha. Wote msifu. Kwa hiyo na wewe leo ujue kuwa Mungu amtoa kule sehemu ya utumwa, kwenye nyumba ya utumwa, ana makusudi na wewe umtumikie. Haleluya. Msomee hapa hapo, msomee mfano wa 3 na 4. Kama mimi usijifanyie sanamu ya kuchonga wala mfano wa kitu chochote kilicho juu ya mbingu wala kilicho chini duniani. Haleluya. Kilicho amen. Nataka umtumikie yeye, anayuko wewe. Usimtumikie Mungu mwingine yote ile. Mungu yote usimtumikie, bali yeye peke yake. Sababu ile Mungu ndio mtumikie, haitakutoa kule katika nchi ya utumwa. Ingekuwa naenda kutoa wewe. Ila kwa sababu ni Mungu kutoka katika nchi ya utumwa, ndio maana tunakutumikia yeye. Ana wivu na wewe. Mungu mwingine hataki mtumie, ile ya kuchonga, ile ya hapa hataki. Anataka mtumikie Mungu peke yake. Maana yeye ndiye anakupa uzima. Maana yeye ndiye anakupa kula. Maana yeye ndiye anakupa mavazi. Ana vitu vingi anakupatia. Ndio maana ana wivu na wewe, umtumikie yeye peke yake. Msifiwe. Haleluya kanisa. Mungu anaishi na yeye. Kwa hiyo inatupasa sisi tunyenyekewe. Tusiwe vigeugeu. Kwa sababu tutatuokoa kututoa dhambini. Sasa utakapopata kigeugeu, Mungu akikuacha utamwona. Biblia inasema yeye kwa dakika moja tu, akikuacha Mungu dakika moja. Dakika moja, wewe hatuko na wewe. Hata hapo tulipo. Sasa utakaa mnyenyekewe, umtii kwa sababu katika kutoka kule zambi. Sema ya utumwa, ndio maana kwamba ana wivu na wewe.
Nikia kwa kuwa mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 cha wanichukiao. Hawapenda mchukia Mungu, hata vizazi vijana anavichukia. Kwa hiyo tukiwa sisi tunyenyekee mbele ya mkono wa Bwana, kwa sababu katuokoa yeye mwenyewe kwa kutupenda sisi. Ndio maana leo tuko hapa. Ni wangapi sasa kuingia mbele? Ni wangapi kuna sasa kwa wakuingia wapagani hawana neno? Ni vijana wadogo wana miaka 20 hawana neno. Kwa nini? Yaani shetani anakupenda hapo na kuumiza. Ila sisi Mungu mwenye neema katuokoa. Hapo tuko hapa. Tuna ngeo, neno yetu tunayo, kwa nini tusikie Mungu? Kwa nini tusikie mbele kwa Bwana? Kwa nini tujengeni? Bwana anataka anaweza na wewe sasa kuokoa kutoa dhambi kutamani hapa. Ili kati mnyenyekee. Ili kati mtii. Bwana asifiwe. Haleluya. Una nafasi gani? Una nafasi gani? Mwambie chochote anakupatia. Ukinyenyekea chini ya mkono wa Bwana, wewe mwambie Bwana ninahitaji kitu fulani. Wewe kama hajakupatia. Ni mmoja wa mwaminifu, umtii. Ndio maana na wivu. Unajua sisi tunabarikiwa, Ile tukapobarikiwa tunamwacha huyu Mungu. Tunatafanya mambo yetu sisi. Baada ya hapo tunarudi nyuma. Mungu anakuacha. Wewe si mjanja. Fanya mambo yako sasa. Tuendelee kufanya. Ndio maana tutaokoa wewe unapiga makitai. Hapa leo, kesho hapa. Hafanikiwi vile. Ile leo anafanikiwa. Mungu sio mgongo, Mungu ni rafiki. Sasa sisi walikuwa tukibarikiwa kidogo, tunamsahau. Mungu. Unasema nini? Mungu sifa. Leo nakwambia unyenyekee chini ya mkono wa Bwana. Ni anawivu na wewe. Mungu sifa. Mungu anawivu na wewe hapa. Anawivu na wewe mtumikie. Haleluya. Tunasema Mungu. Sura 20 mstari wa 16. Mtafanikiwa na wazazi wenu na ndugu zenu na jamaa zenu na rafiki zenu, nao watawapisha baadhi yenu, nanyi mtachukiwa na watu wote kwa ajili ya jina langu. Na ndugu zenu na jamaa zenu na rafiki zenu, nao watawafisha baadhi yenu. Sisi tunaotoka tutasaidia wazazi wetu sisi. Kwa sababu gani tunasaidia wazazi wako? Ni kwa sababu umepata kutoka njia zake. Umekuja kutoka Yesu. Kwa na wewe umemkengeuka. Mungu tusaliti wazazi wetu. Yaani mzazi wako mama yako mkula nesi kwa tumboni, ana kusaliti kwa sababu ya jina la Yesu. Mungu anakusaliti. Mkao anakusaliti. Kaka anakusaliti kwa sababu ya jina la Yesu. Na baadhi yetu sisi hapa tutaenda kufanyaje? Na sisi kumkataa Mungu kwa sababu ya mashauri ya ndugu zetu. Ila Bwana anatuambia yetu tukishauri upuuzi wetu ule tusikubali. Sababu Mungu ndiye atatuokoa kutoka hapo dhambini. Na unajua makosa unayofanya wakati hujaokoka. Leo unapata mahali hapo umeokoka, unamjua Mungu. Unaenda vizuri, ndio unaenda vizuri. Kwa nini usikatae ndugu zako? Watakapokufa ndugu zako, achana nao. Mweza kusifa. Haleluya. Achana nao ndugu zako. Maana hao ndugu zako, kila mtu ana kitu yake. Mweza kusifa. Kuna mtu shina babake hapa. Baba amekufa kwenda naye. Bibi amekufa kwenda naye. Kwa nini? Ndio basi tunakuwa kwa nyima. Biblia inatuambia tutakapookoka, tutakapomjua Mungu, hawa ndugu zetu watakusaliti. Wakatupanga kwa sababu tunamfahamu Mungu. Sasa tunapigia simu njema na kulizima baba wewe ambao umeokoka. Kumbe umeokoka unampenda. Sasa tunapotaka kwa faida gani? Anayekupa uhai ni nani? Ni sawa kujiuliza. Anayekupa uhai ni Mungu. Kwa hiyo atakupea ndugu yako achana naye. Wewe ndiye anayekupa uhai ni nani? Anayekupa kutoka dhambi ni nani? Haleluya.
tumeokoka tunanena. Yaani tumeokoka na tunanena, tumeambiwa kabisa moja kwa moja. Kwa utakapotoka utakapofahamu mimi Mungu wa kweli, ndugu zako watakutenga, mama yako, baba yako, kama watakutenga wote. Ila sisi tusimame na huyu Mungu ambaye ni mwema. Haleluya kanisa. Nani mtachukia na watu wote kwa ajili ya jina langu. Tutachukia na watu wote wakijua umeokoka, ambao ni wapagani, ni wachawi, walezi, wote waganga wa kienyeji watakuchukia. Kwa sababu utakapokuwa unaomba usiku, wao wanahusika kule, lazima wakuchukie kwa jina langu. Hili ni jina kubwa. Haleluya. Hili ni jina kubwa kupita majina yote. Wazee wote watapita na jina moja fanyeje? Itasimama. Wazee haleluya. Mpigie Yesu makofi.